Yesu alikunywa maji kutoka Uganda. Mwanazuoni mmoja alisema akirejea andiko kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 lililoeleza jinsi ambavyo malaika alimtokea Yusufu ndotoni na kumweleza kuwa mfalme Herode anataka kumwangamiza Yesu. Kwa hiyo ichukue familia yako, kimbilieni Misri, nchi ambayo tangu zamani moja ya chanzo chake cha maji ni mto Nile, ambao of course kutokea Uganda. Na ndani ya seva nafungua mafaili matatu ya baadhi ya tamaduni ambazo zinahusiana na Krismasi na zimesambaa kweli kweli. Kwa mfano, mti wa Krismasi. Ukirudi miaka 1900 nyuma, magharibi mwa Ujerumani, kuna miti itwayo evergreen ambayo kipindi cha baridi, wakati mingine yote inadhoofika na kufa kutokana na hali mbaya kabisa ya hewa, evergreen tree unahimili na kubaki imara mpaka pale jua litakapotoka. Watu wakauona, huu sio mti wa kawaida, huu una nguvu za miungu. Wakaanza kuupamba kwa matunda ili waifurahishe miungu. Wengine wakaanza kuipeleka nyumbani na kuiwekea taa. Ukawa ni mti wa mwanga wa matumaini, kwamba ingawa kuna nyakati ngumu mwanadamu anazopitia, kuna matumaini ya kuvuka salama. Kwa Wakristo sasa, mti huo ukawa ni ishara ya uzima wa milele kupitia Yesu ambaye ndiye nuru na mwanga wa ulimwengu. Miaka hiyo pia watu wa nchi za kaskazini walikuwa na mungu wao aitwaye Odin. Huyo mungu alikuwa akipaa na farasi mwenye miguu 8. Na kulingana na Encyclopedia Britannica, Odin aliaminiwa kuwa ni mungu wa vita. Sasa ili kuonesha namna ambavyo mwanadamu anaweza kufuse tamaduni na kuzibadilisha maana, tuangalie kitu kingine ambacho bila shaka ushakiona sana kipindi cha Krismasi, Santa Claus. Karne ya 4 aliishi Askofu Mtakatifu Nicholas ambaye alijulikana sana kwa matendo yake mema. Alikuwa ni mtu mwema. Alikuwa anapita huku na kule anagawa zawadi, na kwa upande wa kanisa huwa linamkumbuka kila inapofika Disemba 6. Sasa Wadachi wa Uholanzi walikuwa wanamkumbuka Mtakatifu Nicholas na wakawa wanapita watu wanapita nyumba kwa nyumba, wanaenda kugawa zawadi na nini. Kwa mtu yote ambaye angevaa nguo hizo angefahamika kama Santa. Kwa hiyo Santa akawa ni karakta ya kufikirika. Na miaka iliyokuwa inazidi kwenda, wale Wadachi wakaenda New York Marekani, wakaenda na hiyo karakta na huo utamaduni wao, huyo Santa wao, na of course wakaiunganisha na tamaduni ya mungu Odin na kuja na Santa ambaye alikuwa anapaa angani akivutwa na sio na farasi wa miguu 8 kama Odin, bali na reindeer au kwa Kiswahili tunaita kulungu wa 8. Na picha unazoziona sasa, ya kwanza kabisa ilichorwa na Bwana Thomas Nast mwaka 1863, picha ya kwanza kabisa ya Santa. Na kipindi hicho mwanzoni Santa alikuwa na rangi ya kijani, lakini baadaye mwaka 1931 kampuni maarufu tu ya soda ikaanza kuitumia karakta ya Santa kwenye matangazo yake, tena wakamweka na rangi nyekundu. Kwa hiyo rangi ndio ikawa imezoeleka sasa. Sasa huyo ni Santa. Sasa kwa sasa ukienda Austria, ukienda Bavaria, Croatia, Jamhuri ya Czech, ukienda Hungary, ukienda Italia kaskazini na Slovenia, utakutana na karakta nyingine ambayo ni kinyume na Santa, inaitwa Krampus, ambaye huwa anasherehekewa Disemba 5 usiku, yani usiku wa kuamkia Disemba 6, ambayo ndio sikukuu ya Mtakatifu Nicholas. Sasa badala ya kugawa zawadi kwa watoto kama Mtakatifu Nicholas, yeye Krampus anakuwa ni kiumbe mwenye pembe za mbuzi na sura ya kutisha. Yeye huwa anapita mitaani kuwatisha watoto na kuwachapa watoto wenye tabia mbaya. Kwa hiyo kama ambavyo aliwahi kusema Padre Leons Maziku, katika dini yoyote ile, iwe wanaabudu miti, nyoka, jua, milima, bado utamaduni wao utakuwa na nafasi kubwa ya kudefine ibada zao. Mwanafalsafa Aristotle alishawahi kusema kuwa hakuna kitu kinachotokea bila kusababishwa na kitu kingine. Akaita hiyo ni principle of causality. Na wanateolojia wakaja kusema kuwa kuna mmoja kabisa, huyo ambaye yeye hajasababishwa. Yeye ndiyo mwanzo, naye ndiye Mungu. Hii ndiyo seva tunanyosha.